Dar es Salaam. Bana, mimi naitwa Friday Mongomara, bila shaka nitakuwa na Engineer James katika haya mazungumzo ndani ya dakika hizi chache. Wakati huo bana atapata saa kujitambulisha jina lake, baada hapo tuendelee na kile ambacho kimetufanya hii leo tukawepo mbele ya kamera hizi za Mbuyuni TV. Habari za kwako kiongozi? Safi, habari vipi? Njema kabisa bana, jitambulisha majina yako kwa manufaa ya mtazamaji. Majina naitwa James Marco Shija, ya majengo kama unayoona. Sawa sawa. Bana, kazi zako nimeshaziona na zinapendeza kweli kweli. Nikaona hii leo bana nifanye jitihada za kukutafuta na tufanye pia mazungumzo kuhusiana na kazi, maana kuna watu wengi sana ambao watamani kujua mafanikio yako, unafanyaje mpaka kazi zinakuwa zinapendeza, zinakuwa na mvuto na zinakuwa pia na ushawishi kwa wananchi ambao ama watu ambao wanahitaji kujengewa majengo yao. Bana, hebu kwanza kabisa tuambie mipango na mbinu na mikakati ambayo unakuwa unaiandaa hasa katika kuhakikisha jengo lako linakuwa bora kabisa. Jambo la kwanza, ukitaka kuwa engineer aliye bora, engineer aliyekamilika, jambo la kwanza uwe makini. Uwe makini. Yaani kila kitu uwe makini. Okay. Na maanisha kwamba kila maandalizi unapoanza hatua ya kwanza uwe makini na kitu unachokifanya. Sawa sawa. Sasa bado ukiambia kuwa makini, utupeleke kwanza kwamba mtu anaweza akawa makini, lakini bado kuna swali ambalo nimeliona limeulizwa hasa sana watu ama mafundi wadogo, hasa tunazungumzia kwa wenyewe engineer ambao tayari kuzungumzia neno engineer tayari ni mtu ambaye anajua kila kitu kwenye masuala ya ujenzi. Sasa nitaka kuzungumzia kitu kimoja, kwamba ni vitu gani ambavyo vinamvunjia uaminifu fundi ama engineer mwingine kwa mwajiri wake? Okay, hapo nitakujibu. Sifa ya kwanza ambayo ni mbaya kwa fundi au kuwa na tamaa. Bosi amekuita, amekupa kazi, umepatana. Baada ya kupatana, umepatana pesa. Kabla ya kazi kuisha unataka ongezewe pesa. Pesa unaona haitoshi. Hiyo ni mojawapo ya tamaa. Jambo la pili, kinachomfanya fundi au engineer apunguze sifa, tamaa ya mali ya bosi. Okay. Bosi amekuamini, amekupa pesa, material, kila kitu. Hapo leo unaanza kuhamisha material ukapeleka sehemu nyingine. Hiyo ni tamaa. Jambo la tatu, tamaa. Bosi amekuamini, amekukabidhi site, unafanya kazi kwa uaminifu, lakini mwishoni kabla ya kazi kumaliza unaona hela uliopewa kama vile haitoshi. Unaikimbia kazi. Mojawapo ya tamaa. Hujakamilisha, maana tayari umeshajichafua doa tayari kwamba engineer fulani ana changamoto za hizi na hizi, hamalizi kazi, huwa sio mwaminifu, vitu kama hivyo. Na tukizungumzia kitu kingine pia bwana engineer, hasa kuna swali moja ambalo nitaka